Rakabaganda alivyosema Pastor Ken, na Mungu kwa sababu yeye kaniletea complicated diseases, nikapimwa hospitali hapa na hapa, haikuondoka. Lakini nikakutana na mtumishi siku moja, akasema itabidi waachilie baba yako, waachilie wale watu wako kwa moyo, na ili ukamtumikie Mungu vizuri. Hata kama wewe ni mchungaji, wewe ni mtumishi, hata kama wewe ni nani, unaweza kuwa mahali maybe unaweza okopa hawa watu, lakini naomba uruhusu moyo wako usamehe. Maybe unatumikia Mungu lakini umebeba mume wako. You have bitterness in your heart. You have bitterness in your heart. Just allow your Holy Spirit, allow your heart to Rikabaganda. Rikabaganda, please him softly. Allow your heart, allow your heart. Rikabaganda, Messiah. Yes, our Father. You have done so much for me. In the name of Jesus. You have done so much for me. I cannot tell it all. Chungu na wana, lakini toa hiyo michukizo, toa vile umeelekezwa na Mungu, toa tu, toa hiyo chungu, lakini mtoe chungu na wana, toa kwa machozi yako.
Mwambie Bwana, nirudishe kwa mpango wako. Sema Baba, nirudishe kwa mpango wako. Nirudishe kwa mpango wako. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Salamia jirani bila wivu, kama ni wakumkumbatia, mkumbatie. Mkumbatie, mwambie tuko kwa mpango wa Mungu. Tuko kwa mpango wa Mungu. Amen. Naomba kuna baby hapo kando. Tutoe offering zetu. Naomba Chacha Samuel na waimbaji watatuongoza. Bwana, nimerudi tena. Tushukuru Bwana maana tunapona. Kuna njia mingi ya kupona kanisa. Praise the living God. Kwa kuombewa, kwa kufunzwa, kwa kujua ukweli unapona. Amen. So kuna baby leo wako na simu, utaangalia vile unalipa, utaelekezwa na watu watakusaidia. Tutoe sadaka tunapoimba wimbo Bwana nimerudi tena, katika jina la Yesu. Tukimaliza nitawaambia mahali tunaelekea. Hallelujah. Amen. Na usiende nyumbani vile tulifunzwa jana. Kali nimekusamea wewe. Amejirani, kama umesamea mtu usifuate tena kupeleka vitina. Hapana. Wewe msamea, ati lazima umtangazie. Nje kuna mtu atatoka, mume wangu, unajua yule pasta alifunza. Nilikuwa nimeamua nifuachie watoto. Sasa utaongezwa kofi. Samea jirani, mwambie samea mtu bure. Hallelujah. Hata asijue ulihubiriwa, atasema mume mzuri alisema kumbe unanisamea kiole pasta. Ndio maana ninasema pasta wanakula kondoo, fuata yeye na makteki. Samea mtu, enda nyumbani, tulia, wewe samea yeye kwa matendo. Ulikuwa uoshi nguo, osha, pika chakula, salamie. Hiyo umemsamea bila kuongea. Haleluya. Haleluya. Amen. Karibu. Tunapotoa sadaka, unaenda lipa na M-Pesa, pay bill unaweka 522533. Mwalimu atakuwa hapa akiwaelekeza chairperson. Tuambie Bwana tumerudi kusema asante. Haleluya. Karibu sana.
mpango wa kando. Mpango, hebu tuende. Mpango wa kando. Wengine waseme, kwani mmekasirika? Mpango wa kando. Aha. Mpango wa kando. Pastors wamekataa kusimama. Aha. Aha. Mpango. Pastor umechoka. Aha. Mpango. Aha. Mpango. Haya, tukae chini. Niko na dakika 2 ya kumaliza. Kwa nini nimesema tusimame? Kwa sababu nataka unisikize kwa umakini sana. Amen. Okay? Amen. Tusema embalu. Endamu. 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 Aha. Endamu. Wengine wasemi endamu. Brother, niko na shida na wewe. Muamire. Biblia inasema kwamba wakati Yesu alifufuka na akaonekania wanaitwa nani? Disciples, wanafunzi wake. Biblia inasema kwamba aliwatuma waende wapi? Aliwatuma waende wapi? Yerusalem. Sema Jerusalem. 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 So kuna kitu hatujaifikiria. Najua hata mimi sikuwa ifikiria mpaka leo. Kuna kitu hatujaifikiria. Nyinyi mnajua Jerusalem? Mnajua Jerusalem? Hamjui, wacha niwaambie. Jerusalem ndio Yesu alisulubiwa. Huko ndio Yesu alishikwa, akauliwa, akaekwa kwa msalaba. So swali ni wanafunzi, unajua kwa nini walikuwa wanamuuliza? Walikuwa wanamuuliza Yesu, huko kwenye tumepigwa, huko kwenye wewe umeuawa na tumefukuzwa, nataka turudi huko. Ndio huko ndio roho atakuja. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naona hapo Yesu wako afya. Mbona anatuma wanafunzi mahali aliuawa? Si alikuwa na mpango ya pia wauawe? Inakaa kwa Yesu ako na mpango ya nini? Ya kando. Anataka kuwatoa uhai. Lakini nataka uelewe. That's why nimesema nataka uniangalie na uelewe. Kwa nini Yesu anatuma wanafunzi wake kwa maadui? Hakuwatuma kwa nini? Kwa marafiki ama watu wenye hawajui. Aliwatuma kwenye wanajulikana. Picha akiongea tu hata kama hawako, wanajua ni picha na tunakujia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mahali Roho Mtakatifu anatembea. Ambia jirani yako, kuna mahali Roho Mtakatifu anatembea. Biblia inasema kwamba tutaenda Yerusalemu, tutaenda Yudea, Samaria na tutaenda duniani kote kuhubiri neno la Mungu. Unajua kuna kitu wa Kristo tunapenda. Tunapenda kuanzia mwisho. Tunapenda kuanzia wapi? Mwisho. Mwisho ni wapi? Wenye watu hawatujui, hata kama tuliiba hatujulikani. Huko ndio tunapenda, tunafikiria ndio Mungu anatembea. Na Roho Mtakatifu anataka wapi? Penye wanakudharau. Penye maadui wa Yerusalemu. Bwana asifiwe. Bwana nisaidie niende Eldoret. Nitakutumikia. Mungu wako zile za Kisi. Mukumu. Nini? Hapa. Bwana asifiwe. Usiposhinda hapa miaka 30 utakaa kwa hapa mpaka ufaulu Jerusalem. Unajua kuna nini Jerusalem? Watu hawakupendi, watu wenye walikuomba chumvi na wakurudisha, watu wenye hamuna heshima. Tumesema nini? Vitina iko hapo, madharau, moshene wanakuongelea tu venye huko. Mtu nyamamiro hapo ndio wako.
Bwana asifiwe. Mtu anakuja kwako mai. Oh, mama. Mtu anakuja kwako. Unampikia tu ugali na samaki. Hiyo ujumbe ni ya ukweli. Sasa Bwana asifiwe. So unampikia ugali na samaki. Mzuri tu. Anakula tu. Na anatoka tu hapa. Na anaenda kusema venye kwako kunakaa. Na amekula samaki kwako. Unajui kupika kuku. Venye unajui. Bwana asifiwe. Bwana mimi sijasema yeye amesema. Biblia inasema hapo ndio Roho Mtakatifu hapo. Unaona huyo nani mwenye usalimiani? Hapo ndio Holy Spirit anataka. Ngojea hapo. Hapo ndio hapo. Amengojea hapo. Wewe ukienda wapi huko? Hapo tu hapa. Hapa ndio usalami. Huyo mwenye usalami mingi nani? Ukimwona unabadilisha njia. Ulikuwa unaenda nini? Hii kanisa ya worldwide huko ni wapi? Worldwide huko ukienda na hii barabara. Hapo naenda Nyamira. Ukienda Nyamira huko. Sasa wewe ukiona jirani yako anaenda hivyo unasema nani yako na nini? Kwa Waluya. Kwa Waluya. Acha niambie kitu moja na Waluya. Kitambo wazazi wetu na shosho zetu alikuwa akiamuka hivi. Alafu akifungua macho hivi. Anasema nikikutana na mtu wa nguo ya white. Huyu ni shetani. Sitaenda safari. Ilikuwa mbaya. Mtu anaamuka hivi. Alikuwa amepanga kwenda safari ama biashara. Akiamuka aone nguo ya black ama dogi ya black. Nasema mimi safari siendi. Adui yako wapi? Lakini nikakuja nikarealize si ndoto Mungu alimwambia, ni adui aliona. Akasema hii ni bahati mbaya. Siendi safari. Sasa huyo mwenye unasemanga ni bahati mbaya, Roho Mtakatifu ako hapo. Anangoja tu. Huyo mama mwenye ulisema hautasamee mpaka uende kwa kaburi. Mai. Hautajazwa na Roho Mtakatifu. Mpaka murudi Yerusalemu, musikizane, musameheane, mpatane. Hiyo ndio Kiswahili mzuri. Ndio Roho Mtakatifu atafanya kazi. Amen. Kuna kitu umeelewa? Amen. Asante. At least pastor ameelewa. Hebu mnipigie makofi kama mnaelewa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wamama walisema, venye baba nani alinifanyia, siwezi msamehe. Siwezi kabisa. Sasa Roho Mtakatifu anasema hapo tu ndio anataka tusuluhishe. Rudi huko. Bwana asifiwe. Kuna watu tunasikia tuwezi wasamehe. Na mbona anasema kusamehe sana? Unajua msamaha si rahisi. Unajua Yesu alikuwa anafunza wanafunzi wake nini? Alikuwa anawafunza msamaha. Watu waliua baba yetu, watu waliua mwalimu wetu. Tunawasamehe aje? Mtu alifanya madhambi. Unajua wanafunzi wa Yesu waliacha kila kitu. Peter akauliza, tumeacha mali zetu, tumeacha bibi zetu, tumeacha watoto wetu, tutapata nini kwako? Peter mwenye aliacha kila kitu. Kidogo kidogo after 2 years Yesu anakufa. Anauawa na watu wa Yerusalemu. Wewe utaenda Yerusalemu kweli? Hapana, acha wakufe. Wacha wakufe, wachome na moto. Si wengi tunasemanga hivyo. Kama mtu alikukosea, wacha achome na moto. Lakini Biblia inatuambia leo si kuchoma na moto tena. Ni Yerusalemu. Upendo. Lazima tuwasamehe. Amen. Lazima tuwasamehe. Wasamehe. Angalia jirani yako mwambie samehe. Mwangalie vizuri tu, usiharakishe. Mwangalie tu mwambie samehe. Kwa sababu pastor, tunaweza piga kelele, tunaweza piga magoti itoke nini?
ngozi, tutatoa machozi, tutoe machozi, makamasi. lakini kama hujasamehe mtu hawezi pona. Ni kweli. Hata mgongo nauma, enda samehe. Yenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Pastor, nywele imekataa kumea, enda samehe. Hiyo si rahisi. Bwana, unajua unforgiveness, bitterness can cause you to have complicated diseases zenye hata hatujaisikia. Depression inatoka wapi? Ni watu hatujasamehe, tunatembea nao kwa moyo. Ati nani siwezi msamehe? Nani? Wewe ndio kanisani tu na bado uko kanisa, na wewe ni mama kanisa, wewe ni muimbaji, wewe ni mcheza vyombo. Napo kwa kucheza vyombo kuna shida. Sasa Bwana asifiwe. Amen. Tunaelewana? Tunaelewana? Roho Mtakatifu anaanzia wapi? Yerusalemu. Yerusalemu ni wapi? Nyumbani. Najua kuna watu watatu ulisema utawahi wasamehe. Mimi leo nakwambia kwa neema ya Mungu Baba, wasamehe. Amen. Hata kama walifanya kitu mbaya kabisa na unajua mwezi rudiana. Nataka kukwambia msamaha si kurudiana. Msamaha ni wewe kuamua kwamba nataka Roho Mtakatifu anitumie. Na Junani alinikosea na muachilia. Bwana asifiwe. Amen. Sema na muachilia. Na muachilia. Hata kama alikula pesa yako na inakuuma. Na akakula fair. Bwana asifiwe. Nataka leo wewe, nani anawaambia mnatoka kanisa? Mnaenda wapi? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hao ni watoto. Angekuwa mkubwa ningemuita. Basi watoto wanaeleweka. Bwana asifiwe. Amen. Tumeelewana? Yes. Mimi nataka uangalie kwa maisha yako. Kama kuna mtu alikukosea na unaona ukikumbukaga huyu mtu unasikia kuua mtu, ukikumbuka huyu mtu unasikia kunyonga mtu, unasikia nguvu zingine zinakuja zizi za kawaida, hiyo si Roho Mtakatifu, ni Roho Mtakatifu anataka kukumaliza. Anaitwa Nyamwamire. Lakini leo nataka turudi Tuame kwa Nyandabu, tukuje kwa mpango. Nyanda. Tuame huko. Bwana atatusaidia. Na hivyo ndio tutaendelea. Hivyo ndio kanisa itapona. Tunaweza pastor, tunaweza kuja tufanye kila kitu. Twende evangelism, tukuje morning devotion. Lakini kama kuna watu kanisa hawajasameana, wako na kitu inaitwa chuki, bitterness, hakuna mahali tutaenda. Grudges. Hatuna shuku nani alikwenda kwa waganga. Sasa uliamua umsamehe. Na wewe ni Mkristo. Na si nikushuku. Na si unajua Biblia inasema uganga na uchawi hauwezi faulu. Kwa maana wewe umepakwa damu. Mbona unachukia mtu na vitu zenye hazizi kushika? Bwana asifiwe. Unajua uchawi si uchawi. Uchawi ni wewe. Bwana asifiwe. Uchawi ni wewe kuamini kwamba mchawi anaweza kuchawi. Uchawi si mchawi kukuchawi. Uchawi ni wewe kuamini unaweza chawiwa. Kama kuna Kiswahili kama hiyo. Unaweza rogwa. Ukiamini tu utaweza rogwa, utarogwa. Hata kama wajaenda itakuwa tu. Bwana asifiwe. Nataka kusema hivi. Na nataka usinidanganye. Kwa sababu tumekuja kanisa. Kanisa ni kama hospitali. Unajua mgonjwa, pastor, tuseme ukiwa mgonjwa, ukienda kwa daktari na ifike hiyo time ya kudungwa shindano, utafanya, utaambia pastor, utaambia daktari, mimi ni pastor. Sasa unajua kuteremsha suruali longi si tabia mzuri. Utajaribu hivyo kweli? Hapana. Kama wewe ni mgonjwa, hata kama utakwambia teremsha mpaka chini, utafanya nini? Utateremsha. Kwa sababu unataka kufanya nini? Kupona.
kama uko hapa na hapa nyumbani hapa Jerusalem, kuna watu walikuchokoza, walikufanyia mambo na inakuuma na unataka kupona leo, nataka ukuja hapa mbele. Nimesema usijaribu kufikiria ati nani atasema nini. Hata kama ako hapa, wewe kuja. Kuja tu. Uhitaji wimbo ndio ukuje. Just come. Ni kuaibisha Nyamwamire. Aibisha Nyamwamire leo. Yeah. Kuja tu, tutakuombea. Hata tutakuuliza ni nani. We just pray for you. Just come. Kama uko hapo, usiogope. Wengine wote tufunge macho, wenye wanataka kupona wakuje. Kuja. Najua wako tu. Kuja tu, usiogope. Usijaribu kuogopa. Ukienda kwa daktari, utakuja tu vile. Just come, just come. Tuko wengi tu, unajua na kuona. Unajaribu kusema hakuna, kuja tu. Kuja. Na kuna baba mmoja pia alikosewa. Na kwa hapa, unasikia? Na hataki kukuja kwa sababu anasikia mimi ni baba na mama ndio wanakuja. Usijaribu kufikiria hivyo. Biblia inasema sisi wote ni watoto wa Mungu. Kuja tu. Kuja, usiogope. Just come. Just come. Unataka Mungu akutumie. Lakini hawezi kutumia kama bado kuna vitu. Kuna watu unasikia siwezi waachilia. Kuja tu. Na ngoja mtu wa mwisho ama wawili watatu hivi. Kuja. Just come. Don't fear. Kuja tu. Kuja. Usi ati shetani anakudanganya. Anakuambia usiende. Acha nikwambie. Pastor alituambia shetani kazi yake ni kuua, kuiba na kuharibu. Mbona unakubali shetani akuharibu? Just come. Usikubali shetani akuharibu. Kuja. Shinda shetani. Unashinda tu shetani kwa kusimama kumwambia sikubaliani na wewe. Usimsikize. Kuja tu. Come. Kuna mtu mmoja tunamngoja. Ukikuja tu mimi najua. Kisha kuja tu hivyo. Tunamaliza, tunafunga. Usifungiwe. Ewe
of war. Angalia hizo mitambo mbio mbio. We thank you, mighty man of war. We love you. We adore your name. We adore your name. There is none like you, Father. Hakuna mwingine kama wewe. Unatosha. Mtakatifu wa watakatifu, tunakuita Mungu wa ajabu. Wewe ndiye